watumishi wa Mungu, wako watu leo wakimkaribisha Elisha wanaenda kutajirika. Wako watu leo wakimlisha Elisha wanaenda kuinuliwa. Naongea na wana wa Mungu wenye imani. Wako watu leo wakimlisha Elisha hamtabaki kama mlivyo. Ningesikia mtu mmoja akisema amina yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma na itakuwa tujiapo ataingia. Yaani manake sasa utaratibu kawa hivi, kila anapokuja lazima akalale kwenye hicho chumba. Yaani manake na Elisha naye akanogewa, kila akipita lazima ajipitishe pale, aingie mle. Haleluya watu wa Bwana. Na ndivyo tulivyo hata wachungaji, nawaambia ukweli. Hii haijaanzia kwa nabii Elisha. Na ndio maana kufuatilia nguvu Elisha aliyokuwa nayo haikuwa ya kawaida. Wasoma wa Biblia mnajua. Hivi mnafahamu katika watu waliokufa hivi ni Elisha ni Elia ambaye alipotea. Elisha mpaka leo nafikiri ni Elia alipotea, ni Elisha. Nafikiri ni Elisha. Yaani Elisha mpaka leo wana theolojia wamechimba kwa level nilionayo ya theolojia nilionayo. Yaani sijawahi kuona mahali popote wanasema Elisha alizikwa mahali. Biblia inasema halijulikani kaburi la Elisha lilipo. Sema amina watu wa Bwana. Manake Biblia wana theolojia wenyewe wanasema huenda Mungu alimnyakua akamchukua. Kwa nini upaka aliyokuwa nao huyu mwanamke na ameukaribisha kwenye nyumba yake? Kama Mungu tu mwenyewe anamkubali kiasi hicho, hivi unamkaribisha mtu wa namna hii ndani ya nyumba yako, nadhani sadaka hiyo unayoitoa unadhani itakuwaje mbele za Bwana? Itakuwa na kibali kuliko kawaida. Sema amina watu wa Jehova. Ikawa siku moja akafika huko. Akaingia katika chumba kile akalala. Akaingia kwenye kile chumba. Maanake hapo tunaongea. Maanake nimeenda kwa Mwaibindi, wakina Dina, wakina nani wameenda kulipia jitabu. Nikaenda nikalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake. Akamwambia Gehazi, hakuwa peke yake. Alikuwa na msaidizi wake anaitwa Gehazi. Sema amina watu wa Bwana. Na ninawaomba nyewe mnazaa watoto wa kiume, zaa mtoto muita Gehazi. Bonge la mtumishi. Yaani Gehazi ni mtu anatisha kuliko kawaida. Wachambuzi wa Biblia wanaelewa. Sema amina watu wa Bwana. Muite yule mshunami. Manake yule mwanamke. Naye alipokwisha kuitwa. Akasimama mbele ya Elisha. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama. Wewe umetutunza sana namna hii. Yaani sikiliza, sadaka ilivyo na nguvu wapendwa. Mwambie jirani yako sadaka ina nguvu. Anamwambia huyu ni Elisha, anamwambia yule mwanamke mshunami. Anamwambia tazama, umetutunza sana. Maana yako umetoa sadaka sana kwa ajili yetu. Utendewe nini basi? Chanzo cha huyu mshunami kupata muujiza ni zile sadaka alizotoa kwa Elisha. Zikamfurahisha Elisha. Alipofurahi mtumishi wa Bwana, naye Mungu akafurahi. Sema amina watu wa Bwana. Sikiliza jaribu alilokuwa nalo. Huyu mwanamke mmoja alikuwa tajiri, mbili alikuwa na cheo, maana yake alikuwa na vitu vyote, ila alikuwa na jaribu kubwa ambalo akili ya kibinadamu imefika mwisho. Leo kuna mtu nitatembea kwenye nyumba yake, haitobaki kama ilivyo katika jina la Yesu. Leo kuna watu utakanyaga kwenye malango yao, Yesu ndiye ataambatana nami. Utaona mafanikio katika jina la Yesu. Naongea na watu wenye imani kama nasema baraka za Elisha ndizo zitaambatana na wewe.